kuhusu imani, si ndio? Naamini mlijifunza vizuri. Ile halijaruka, halijaenda hewani lile somo. Hivi umelikuta kweli? La Jumapili iliyopita. Sidhani kama lilichukuliwa. Halikuchukuliwa. Basi amerudi mtaalamu wetu, kwa hiyo kila kitu kiko sawa na mahubiri yetu yataanza kwenda tena kwa kasi ile ile. Sasa hivi ni 5G sio 4G tena. Amen. Kwa hiyo lakini na sisi tunahitaji kujipambania. Tunahitaji tufunge hapa kifaa ambacho kinaruhusu mtandao masaa 24, ambacho sasa tutakuwa ni rahisi sana kwetu. Amina jamani. Amen. Basi nisiwe na mengi, tutazidi kufahamishana na kuelekezana kwa mgeni wetu. Najua huenda ulifahamu vizuri jina langu, naitwa Mchungaji William Segera. Kwa hiyo karibu sana. Jisikie huru kabisa. Na huyu ndiye mama mchungaji. Kwa hiyo jisikie huru kabisa. Ujumbe wetu wa Jumapili ya leo unasema wito wa Mungu. Tutasimama hapo, tutazungumza hicho kitu, wito wa Mungu. Tuombe. Baba Mungu, katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareth, mwana Mungu aliye hai, wewe uliyeziumba mbingu na nchi Bwana, ukavifanya vyote vikawepo. Lihimidiwe jina lako na litukuzwe mtakatifu. Napoyasema maneno yako matakatifu mchana huu wa leo, Jehova, iwe kwa wingi au kwa uchache, utembea mfalme na kuleta badiliko ndani yetu. Petro akasema mambo machache juu ya habari ya ufalme wako, ukashuka ukaingia ndani yao, wakachoma mioyo, ndipo wakasema tutendeje sasa ndugu zetu. Baba, na kuamini ya kwamba upo katikati yetu. Upo hapa Bwana, upo hapa utusaidie, upo hapa tuwezeshe. Roho Mtakatifu, kaa katikati yetu tena. Tuwezeshe Bwana kuyaelewa haya na tukayaishi. Katika jina takatifu la Yesu Kristo wa Nazareth tunaomba. Amen. Ujumbe unasema wito wa Mungu. Wito wa Mungu. Wito uko wa namna mbili. Katika wito wa Mungu uko wito wa namna mbili. Wito wa kwanza ni wito wa kuokoka. Wito wa wokovu. Wote tunaitwa. Yesu anatualika wote. Pale Golgotha akasema imekwisha, na kwa kuinua mikono yake kuweka juu ya msalaba, ishara ya kutukusanya wote tumwijie yeye. Huo ni wito wa kuokoka. Wito wa wokovu ambao wewe na mimi na mwingine tunao. Huo wito hauji na wenyewe kirahisi. Lazima Mungu ahusike ndani ya maisha ya mtu. Ndipo tunasema tunapoihubiri Injili, tunapoihubiri kama wahubiri, sisi kazi yetu ni kupaza sauti. Lakini yuko ashuhudiaye ndani ya mioyo ya watu, ambaye huyo huwafanya watu wabadilike na kumjia Mungu. Kule ndani huwa kuna mashindano ya aina mbili. Shindano la kwanza linasema usimrudie Mungu. Anasa hizi zote unamwachia nani? Shindano la pili linasema njoo mrudie Mungu. Hayo yote yanapita, lakini Mungu ni wa milele. Mashindano. Siku ya kwanza kabisa mimi nilikuwa mwanadini, tena Mkristo mzuri wa dini, lakini neno la Mungu lilikuwa halinichomi. Ni neno ambalo lilikuwa nalisikia na aliishi nafuata, lakini halinichomi. Ila siku moja nikiwa katika pita zangu, nikamkuta mwinjilisti mmoja. Tena kwa neema ya Mungu tulienda tukakutana chuoni. Huyo mwinjilisti sio amekufa, yupo hai. Sasa hivi naye ni mchungaji. Wakati huo alikuwa ni mwinjilisti bado.
Wakati huo mimi sijaokoka. Yeye mwenzangu ameokoka. Ni mwinjilisti wakati huo. Nikakuta anahubiri mkutano mahala. Nikamtazama yule bwana. Nikiwa nyuma ya watu. Watu wako mbele wanashangilia. Mimi niko nyuma yao hivi. Nimejificha ficha nyuma. Naangalia anachokifanya na anachokisema. Siku hiyo maneno yale yaliniingia moyoni. Yalichoma sana moyo wangu. Kila nikikaa hivi nasikia yanaongea. Kila nikikaa hivi nasikia yanaongea. Siku ya siku nikatoka mwenyewe bila kulazimishwa na mtu paka kanisani. Tena mapema kuliko nyakati zote. Yaani hata hao waliokoka hawakuniwahi. Mimi nimewahi mapema. Nikafika kanisani, mke wangu akiwa shahidi. Nimefika, nasubiri waliookoka waingie. Kaja mama wa kwanza, nikamsalimia. Kumbe alikuwa ndio mama mchungaji, amekuja kufagia pale. Kumbe muda bado. Mimi najua ni saa 12 ibada zinaanza. Kumbe watu wanaanza saa 3 bwana. Niko pale. Mama amekuja saa 1, anafagia ndani nje. Anapanga pilicho, sio viti kama nyinyi mlivyokaa. Magogo tu na mabenchi. Amemaliza na mimi nimeingia. Yeye anamaliza tu, mimi naingia. Nilikuwa namsubiria. Niko hapa. Haya, mara ibada ikaanza. Sunday school. Haya, ilikaja sifa. Tumemaliza kwa mwisho tukamaliza. Wageni tumesalimia. Tukarudi. Lakini sikusema haja ya kuokoka. Juma la pili, juma la tatu, juma la 4. Mbona wengine wanaokoka tofauti na mimi nilivyofanya? Vipi? Mimi nimeingia kienyeji. Nikamweleza mchungaji. Mchungaji akaniambia, bado. Ndio kifungu hiki. Nikafunuliwa macho kukiona. Kinachohusu kukiri kwa kinywa. Nikakiri kwa kinywa mbele ya watu wengi kanisani. Kumbuka ilikuwa Jumatano. Mbele ya watu wengi. Nikafurahia sana. Tangu siku hiyo sijawahi kuona shauku ya kurudi nyuma. Vikwazo, majaribu, mapito yapo. Lakini sijawahi kufikiri nyuma yangu, ndani ya moyo wangu, kuacha Yesu nifanye kitu kingine. Hapana. Jambo la pili. Wito wa pili ni wito maalum. Huu wito maalum ni wito ambao Mungu anamuita mtu kwa kazi maalum. Sasa hapa mimi nimeziweka nguzo 5 zile za kanisa. Sio rasmi kuzisema hivyo, lakini mimi naziita za kanisa. Nguzo ya kwanza kabisa ambayo inalea nguzo zote, nguzo ya kichungaji. Huo ni wito wa kichungaji. Mtu paka awe mchungaji, huo ni wito maalum. Ya pili, uinjilisti. Kufanya uinjilisti ni wito. Mimi nauita wito. Hizo ni huduma hizo. Ya tatu, ualimu. Kufundisha, mimi nauita huo ni wito. Na ndio maana zinaitwa huduma. Ya 4, utume. Huo ni wito. Kwenda kwenye maeneo yasiyofikika, huo ni wito. Nahitaji wito hapo. Na nguzo ya 5, unabii. Kukaa kwenye kusudi mpaka upate ufunuo, hiyo ni shughuli. Nikasema hizi ni wito maalum. Andiko sasa nilikuwa nakupa tu hapo kidogo. Wito wa kimungu. Andiko ni Samueli wa kwanza sura ya 2, tutasoma mstari wa 22 hadi 26, kisha tutakwenda sura ya 3 mstari wa kwanza hadi wa 11. Hebu tusome pale. Samueli wa kwanza sura ya 2 mstari wa 22 hadi 26, kisha tusome sura ya 3 mstari wa kwanza hata wa 11. Samueli wa kwanza sura ile ya 2
na mstari wake ule wa 26. Soma haraka kuukomboa wakati, nimesema naenda na muda. Katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema, na yule mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Kisha mtu wa Mungu akamwendea Eli, akamwambia, Bwana asema hivi. Anza sura ya pili. Sura ya pili mstari wa 22. Ndipo ilipoanzia. Mstari wa 22 tutasoma katika jina la Yesu. Basi Eli alikuwa mzee sana, naye alisikia habari za mambo yote ambayo wanawe waliwatendea Waisraeli, na jinsi walivyolala na wanawake waliokuwa wakitumika mlangoni pa hema ya kukutania. Akamwambia, mbona mmetenda mambo kama hayo? Maana nasikia habari za matendo yenu mabaya kwa watu hawa wote. Sivyo hivyo mwanangu? Kwa maana habari hii ninayosikia si habari njema. Mnawakosesha watu wa Bwana. Mtu mmoja akimkosa mwenzake, Mungu atamhukumu. Lakini mtu akimkosa Bwana, ni nani atakayemtetea? Lakini hawakusikia sauti ya baba yao, kwa sababu Bwana amekusudia kuwaua. 26 unasema, na yule mtoto Samueli akazidi kukua, akapata kibali kwa Bwana na kwa watu pia. Mstari wa kwanza sura ya 3. Basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele za Eli. Amen. Na neno la Bwana lilikuwa adimu siku zile. Amen. Hapakuwa na mafunuo dhahiri. Ikawa wakati huo Eli alikuwa amelala mahali pake, tena na macho yake yalikuwa yameanza kupofuka hata asiweze kuona. Mstari wa 3 unasema, na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado, na Samueli alikuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la Mungu. Basi wakati huo Bwana akamwita Samueli, naye akasema, mimi hapa. Akamwendea Eli kwa haraka, akasema, mimi hapa, kwa maana uliniita. Akasema, sikukuita, kalale tena. Naye akaenda kalala tena. Bwana akaita mara ya pili, Samueli, Samueli. Akaondoka akamwendea Eli, akasema, mimi hapa, kwa maana umeniita. Akajibu, sikukuita mwanangu, kalale tena. Basi Samueli alikuwa hamjui Bwana bado, na neno la Bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake. Bwana akamwita Samueli mara ya 3, naye akaondoka akamwendea Eli, akasema, mimi hapa, kwa maana umeniita. Ndipo Eli akatambua ya kwamba Bwana ndiye aliyemwita yule mtoto. Kwa hivyo Eli akamwambia Samueli, enenda kalale. Itakuwa akikuita utasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Basi Samueli akaenda akalala mahali pake. Mstari wa 10 ukasema, Bwana akaja, hiyo ni kwa mara ya 4, akasimama akaita vile vile kama kwanza, Samueli, Samueli. Ndipo Samueli akasema, nena Bwana, kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Bwana akamwambia Samueli, angalia, nitatenda tendo katika Israeli ambalo kila atakayelisikia masikio yake yatamwasha. Huu ni wito tunajifunza kwa Samueli. Leo tunajifunza wito huu kwa Samueli. Samueli, mtoto aliyepatikana kwa ahadi, tena ni mtoto wa Naziri kutoka kwa mama yake. Anasema, Biblia inasema tafsiri peke yake ni Bwana anasema ya jina lake. Anake kwamba amepewa kulingana na tendo lilotendeka hapo awali kabla hajapatikana. Biblia inasema wakati Samueli sasa amekuwa ni katoto kakubwa,
baada ya siku nyingi mama yake amepata hako katoto, akasema haka katoto siendi nako Yerusalemu mpaka kafike nyakati kakue, nikienda sirudi nako kwa sababu nilishaweka naziri kwa Bwana, katatumika nyumbani mwa Bwana. Biblia yangu inaniambia siku moja Elikana mume wake akawa anakwenda, anasema twende mke wangu kwenye Shilo. Akamwambia hapana, na naziri, mtoto huyu nikienda naye naenda kumwacha, bali ataenda akiacha kunyonya amechangamka. Wakati huo Biblia inaniambia akamwambia sawa, fanya kama unavyoona vizuri. Hatimaye katoto kamekuwa, wakakapeleka kwenye hekalu, kakaenda kufanya kazi ya Mungu pale. Na sio kwamba ajira, hapana, yani kana kwenda kwa sababu mama yake aliweka naziri kwa Bwana, endapo nitapata mtoto wa kiume, basi mtoto huyo atatumika katika madhabahu ya Bwana. Lakini mtoto huyo analetwa, hajui, maskini hajui, anajua ni taratibu za ibada tu, lakini hamjui Mungu. Hajawahi kusikia sauti ya Mungu, hajui. Anasema wakati mtoto amelala, siku moja wamelala, Eli amelala mahala pake. Sasa hapa palikuwa na kuhani ambaye alikuwa anaitwa Eli, na baba yake wa Samueli alikuwa anaitwa Elikana. Ni watu wawili tofauti. Sasa huyu Eli ndio alikuwa kuhani miaka hiyo, kwa hiyo alikuwa ni mzee sasa. Biblia inasema hata macho yake yalikuwa yameshaanza kufumba, hayaoni vizuri sasa, umri umeenda. Lakini pia alikuwa ni jitu nene sana, lile jitu linaelezwa limewanda sana. Kwa hiyo anasema siku moja sauti ikasikika inamuita Samueli, Samueli. Akasikia hiyo sauti, hiyo itakuwa ya mzee hiyo. Akaondoka haraka akafika pale. Alipofika akamwambia, naam, umeniita Bwana. Akamwambia, hapana, sijakuita mwanangu, nenda akapumzike tu. Akasikia tena kwa mara ya pili, anasikia tena Samueli, Samueli. Akaondoka akaenda tena, anasema, umeniita Bwana. Anasema, hapana, sijakuita, nenda. Mara ya tatu hatimaye Eli akajua huyu ni Bwana anasema naye. Ndipo anampa sasa neno la kusema ili kwamba Bwana afungue sasa sauti yake. Bwana Yesu atusaidie sana. Bwana afungue sauti yake. Biblia inaniambia baada ya kurudia kwa mara ya 4, Biblia inasema akasema sasa yale maneno ambayo anaruhusu Bwana aseme kile ambacho anataka. Bwana anamwambia Samueli, sasa muda umefika. Lakini kuna kitu kilikuwa kinazungumzwa pale, kwamba sio Samueli alikuwa ndo anatumika peke yake kwenye madhabahu. Hapana, walikuwepo na watoto wa Eli. Kwenye sura ya 2 tuliona, ila hawa watoto wa Eli walikuwa na changamoto. Changamoto yao ilikuwa wao walitenda mambo mabaya kwenye hema ya Bwana, kwenye hekalu la Bwana. Tena sio kulala tu na wadada wale, bali wale walifika mahala hata ile sadaka ambayo ilikuwa inatolewa walikuwa wanaitenda vibaya. Wanatoa, wanawaambia wale wafanyakazi wa hekalu, leteni hizo nyama sisi tule. Wanawaambia hapana, hizi ni kwa ajili ya sadaka mbele za Bwana. Nasema sasa sisi tutatumikaje na njaa? Leteni tena kwa kuwafosi. Na si kwamba haki yao hawapati kama makuhani, hapana. Bwana alikasirishwa na tendo lile kwa sababu wao walikuwa na wito, lakini hawakuitendea kazi ule wito wao. Hawakuwa na wito ule ambao Mungu alikuwa anautaka, utumishi ule ambao Mungu alikuwa anautaka kama baba yao. Wao hawakuwa hivyo. Baba yao alikuwa kuhani kweli kweli, lakini wao hawakuwa hivyo. Mwisho Mungu anasema sasa nimepata, katika mstari wa 27 na kuendelea mpaka kumaliza, anasema nimepata mtu sasa ambaye moyo wake unanikubali. Alikuwa ni nani? Ni Samueli anatakiwa. Hapa tunazungumzia nini? Wito wa Mungu. Wito wa kwanza ni wa wote. Kweli wote wameitwa. Wote tumeitwa. Lakini kuna wito wa pili, wito maalum, ambao wito huo ndio wito ambao Mungu huwa anasema na watu. Mungu huwa anasema na watu, na katika kusema na watu huwa anatafuta kile ambacho moyo ule ambao uko tayari, moyo uliopondeka,
moyo uliofinyangwa unakubali kulainika. Anasema dhahabu ni kitu kigumu sana na ni kitu kizuri sana, lakini ili iwe dhahabu, anasema ili ipatikane iliyo safi na nzuri, inapitishwa kwenye moto. Inapopita kwenye moto, anasema huwa inalainika, inakuwa kama uji hivi. Halafu inajitenga kati ya mawe na mchanga, yenyewe inajitoa kati ya mawe na mchanga. Yaani nje ya thamani yake, lakini pia sifa ya dhahabu ni kulainika inapochemshwa. Jiwe halilainiki, mchanga haulainiki, lakini dhahabu inalainika. Inatoka kwenye jiwe, inatoka kwenye mchanga, inajikunguta, inakaa peke yake. Ndio maana watu wakasema kwamba dhahabu inapitia kwenye moto ili iwe safi, lakini pia hapo katikati kwenye huo moto inajitenga na vitu vingine. Hello? Inapojitenga na vitu vingine, sasa inaandaliwa kuwa kitu ambacho kitakuwa na thamani. Kwa hiyo mtu aliyebeba kusudi, mwenye wito maalum, huyu mtu huwa anafananishwa na hiyo dhahabu ambayo huwa inalainika. Wakati wa kulainika huwa kuna mapito magumu. Wito wa Mungu huwa sio wito wa kawaida. Huu wito maalum tunaozungumza sio wito lele mama, sio wito wa kawaida ambao watu wote wameitwa. Wito huu ambao mtu aliyesikia sauti ya Mungu, huyu mtu huwa ni mtu ambaye anakubali yote. Anakubali kunyanyasika, anakubali kupigwa, anakubali kukataliwa, anakubali kufukuzwa, anakubali yote. Halafu huyo mtu ndio sasa Mungu anajivunia. Hivi unafikiri ni kazi nyepesi kuwaacha wazazi, wewe ukae nje ya wazazi wako, ukalelewe na watu wengine? Hata kama ni agano, lakini sio agano jepesi kama unavyofikiri. Bwana Yesu atusaidie sana. Unafikiri ni jambo rahisi hilo, kumwacha mtoto wako akatumikie shauri la Bwana? Sio kitu chepesi. Kuna mambo machache, ngoja niyazungumze hapa kabla sijaenda sana. Kuna mambo machache katika Samuel hii. Kuna kitu cha kujifunza katika habari ya wito. Utajuaje kama una wito maalum? Utajuaje kama una wito maalum? Nasoma Injili ya Mathayo sura ya 11 mstari wa 28 hadi 30. Injili ya Mathayo tunaisoma hii, haina tabu kabisa, na mimi napenda ujifunze hiki kitu kwa sababu tumepoteza watu wengi sana. Mathayo sura ile ya 11 mstari wa 28 mstari ule hadi 30. Wa 28 hadi 30 itasoma katika jina la Yesu. Laka. Neno la Mungu nasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Jitieni nira yangu, mjifunze kutoka kwangu, mimi ni mpole na ni mnyenyekevu wa moyo. Kwa maana nira yangu ni laini na mzigo wangu ni mwepesi. Anasema njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Nataka nikuonyeshe tu utajuaje kama una wito maalum. Unaona haya maneno aliyosema Yesu, haya maneno ni magumu mno na ni mazito sana. Msaidie jirani kama anazidiwa na joto. Msaidie jirani. Ni mazito, huwezi kuyatamka kirahisi. Hebu jaribu kutuambia leo tuje wote hapa tulipo, tuje nyumbani kwako, utulishe wewe ndani ya hii wiki mpaka Jumapili ijayo. Vipi? Nyepesi hiyo? Utupe chakula cha asubuhi, na atufungi. Utupe asubuhi, utupe mchana, utupe na jioni. Siku 7 tu. Tuambie wewe kanisani hapa, njooni kwangu mle nyote na kufurahi, kama utaliweza. Hilo neno ni gumu. Hilo neno ni zito. Mtu analisema tu kiwepesi, lakini hilo neno sio jepesi. Hilo neno linasemwa na mtu mwenye wito, kwa sababu hilo neno ndani yake, ndani ya hilo neno la kusema njoni, ni tendo la kuhurumia wengine. Ni tendo la kufanya nini? Sasa kwenye kuhurumia wengine, usifikiri wote unaowahurumia wanakupenda. Utawahurumia ila wao hawakuhurumii. Waliompiga Yesu sio Warumi.
waliompiga Yesu na kumuua, watu wake, ndugu zake, Wayahudi ndio waliomuua Yesu. Kwa nini walimuua Yesu? Kwa sababu alikuwa kinyume na sheria zao. Alikuwa anamwaga chakula chao. Maana wao ni mabosi katika kazi zao. Na ndio maana kumeanzishwa taratibu nyingi sana za imani. Kwa hiyo ili kwamba watu wapate nini? Wapate nafasi. Kama mimi nimemaliza zangu chuo, naenda pale, naenda serikalini, naandika. Navunja pale, natoa kibao cha TAG, naandika cha kwangu. Segera Ministry. Wote nyinyi mnakuwa sio wa TAG, mnakuwa Segera Ministry. Sawa? Au Segera Mission. Lakini mwisho wa siku ni nini? Mimi ndo mkubwa. Mimi ndo askofu, nikizaa wote mnakuwa wachungaji, kipato mnaleta kwangu, maisha yanaenda vizuri. Natengeneza na sheria zangu na utaratibu wangu. Iwe kwa heri. Lakini je, inampendeza Mungu? Kwa hiyo kusema njoni ninyi nyote msumbukao na kulemewa na mizigo, huo ni wito maalum ambao mtu binafsi anajitoa kwa ajili ya maisha ya wengine. Mtu binafsi anajitoa kwa ajili ya maisha ya wengine. Yaani ufanye kitu kwa ajili ya maisha ya wengine bila kujali gharama ambazo utalipa. Na ndio akasema kama unaweza, sema tu wiki moja watu kundi lije kwako. Hiyo ulipe gharama tangu asubuhi, mchana na jioni, na waoge nyumbani kwako, na kulala walale nyumbani kwako, uwanunulie magodoro na mashuka walale kwako. Sasa Yesu hii alitamka akiwa anamaanisha kwamba mimi sio tu kwamba mje kwangu niwaponye, deni zenu pia za dhambi zinalipwa kupitia damu yangu mimi hapa. Huo ni wito wa kujisacrifice maisha. Sio kitu chepesi chepesi unasema tu kawaida tu, alisema tu njoni. Bora wengine hawasemi njoni. Hiyo ni hatua ya kuyatoa maisha. Kwa hiyo mtu aliyeitwa, tabia hii kama unayo, kwamba unaweza ukagharamikia maisha yako wewe, bora yazame ya wengine yainuke, wewe una wito maalum, sio mtu wa kawaida. Tambua hilo. Wewe binafsi una wito maalum. Hata kama watakataa, hata kama hawatakubali, hata kama wasipokuelewa, wewe Mungu amekupa kitu maalum ndani yako. Sio cha kawaida. Kama unaweza kufanya hicho kitu, watu wengine wamelala, wewe una kesho unawaombea. Wanaokutukana, wewe unawasema Bwana wakumbuke. Stefano anapigwa mawe, anasema Yesu usiwahesabie dhambi hii. Hiyo sio hali ya kawaida. Hiyo sio hali ya kawaida. Wewe una wito maalum katika nyumba ya Mungu. Hiyo ni tabia ya kwanza. Tabia ya pili, au hali ya pili ambayo utajijua kwamba wewe kuna kitu cha ziada ndani yako. Yesu alisema hivi, jitieni nira yangu. Jitieni nira yangu. Katika ile mstari pale, ule mstari pale wa 28, si unaona? Anasema una neno pale, linasema jitieni nira yangu. Maana yake nini? Kutiwa nira ni nini? Nira ni kitu gani? Karibu sana mtoto. Hebu sogeza mic maana inarekodiwa. Kwa hiyo tuta isikike. Karibu. Asiwe. Amen. Kwa wale wa kijijini huwa tunalima kwa kutumia ng'ombe. Ndio. Kuna kitu ng'ombe anavishwa ushingoni na ng'ombe mwingine. Alafu kuna mnyororo ndio anaenda kuvuta kile cha kulimia. Sasa kile cha kuvisha kinaitwa nira. Vizuri sana. Pigia Yesu makofi mazuri, haleluya. Weka tena mazuri kwa Bwana Yesu, haleluya. Amen. Hiyo ndio nira. Anasema jitieni nira yangu. Maana yake nini? Tujiunge pamoja. Tujiunge pamoja. Tuanze safari pamoja. Tuende pamoja. Sasa ukumbuke, ukiwaambia asante kwa kunipa hii tafsiri nzuri. Anasema ukifunga sasa nira, kumbuke kama unajifunga nira ya Yesu, maana yake Yesu yuko mbele. Nira hii ni ya tofauti kidogo. Nira hii yenyewe inataka wewe utangulie, wengine wavute. Umeona hiyo kitu? Yaani mnakwenda, lakini usambamba wenu una kiongozi. Kama vile tunasema sasa ng'ombe wafungwe hapa nyuma hiyo nira, alafu wewe ufunge nyororo katikati ya ile nira, alafu wewe utangulie, uvute wengine. Haleluya. Ufanye nini? Utangulie, uvute wengine. Hebu inua mkono wako namna hii. Baba, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya kitu hiki kikubwa ambacho Bwana umesema nasi saa hii na majira haya.
Naachilia neema yako katika mioyo ya watu hawa, katika ujumbe huu wa wito maalum. Asante Roho wa Mungu, maana utatusaidia zaidi. Katika jina la Yesu tunaomba. Amen. Shusha mkono wako. Kwa leo tunaishia hapa. Tuendeleze au tusiendeleze siku nyingine? Utakuwepo sasa? Sasa inabidi uwahi. Yaani sasa tumeshatoka, nimeshasema tunaenda na. Kwa hiyo unabidi uwahi. Tuanze kwa wakati, tumalize kwa wakati. Nilisema, hebu naomba simama pale ulipo. Nilisema tuna wagonjwa wawili ambao tulipokea taarifa zao. Asante. Basi tuna mtu wa tatu. Je, kuna mgonjwa mwingine ambaye hayuko hapa? Kuna mtu ana mgonjwa ambaye hayuko hapa? Dakika 2 tu niwaombe. Asante. Basi tuna Brai ana changamoto ya mguu na tumekuwa tukiomba naye. Bwana ameruhusu hilo na ameona kwamba iwe hivyo. Kesho kutwa atakuwa anafanywa upasuaji. Ule upasuaji unahitajika Mungu ahusike. Amen. Ya mfupa wake wa mguu mmoja umeonekana na shida, kama hauna nguvu hivi ya kubeba mwili. Kumbuka Brai ni jitu sana. Sasa uzito wake umezidi kwa mujibu wa madaktari, kwamba mnapindisha mfupa wake mmoja. Sasa kesho anafanywa hiyo tiba. Tumuombee Mungu amsaidie, operation iende salama na isilete hitilafu. Amen. Kwa hiyo tunaye huyo mgonjwa mmoja ambaye ni mgonjwa wa Bilaki, yuko pale Muhimbili ICU. Hebu simama kwa miguu yako na Elizabeth wa Manzese, Elizabeth William. Na kama uko hapa pia ni mgonjwa, hebu sogea katika madhabahu hii. Sogea katika hii madhabahu. Na kama una changamoto nyingine unahitaji maombezi, nina dakika 3 niombe na wewe hapa. Unastahili Mungu wetu. Unastahili Baba Mungu. Shaka taria basaya. Rikapa. Sheke tere basaka. Yesu tembea tena Bwana kwa upya. Yesu tembea tena Bwana kwa upya. Inua mikono yako glory. Inua tena Bwana. Wewe ulisema ya kwamba tazama Bwana, kwa kupigwa kwako sisi tumepona. Tena Bwana ukatuambia ya kwamba tena umetuandalia sisi kwa wewe Bwana tunaponywa. Ukasema njoni mkaponywe. Yesu, tuko hapa Bwana. Tuko hapa Bwana. Tuko hapa Bwana. Sio tu kwa sababu ya kuponywa na changamoto zingine, lakini Bwana naeka mikononi mwako. Twende tukaombea wagonjwa ambao wako pale Muhimbili. Wengine wako majumbani wanatarajia kuingia kesho. Wengine wako majumbani bado. Hebu twende tukamwambie Bwana. Twende tukamwambie Bwana kwa ajili ya wagonjwa. Na wewe ambaye uko hapa, kama hata mahali unapoumwa, yeye nikakuombea kwa mareke shekete. Yuko Bwana ambaye wala hajawahi kushindwa. Yuko Bwana ambaye wala hajawahi kunyamaza. Yuko Bwana ambaye hajawahi kutulia. Yeye anasema ya kwamba njoni kwangu ninyi nyote wenye kusumbuka na kulemewa, katika jina la Yesu Kristo. Kamata mahali unapoumwa, huo ugonjwa unakuacha sahihi. Huo ugonjwa unakuacha sahihi. Huo ugonjwa unakuacha sahihi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Hiyo mifupa iliyokamatwa na nguvu za giza leo kwa jina la Yesu, magonjwa na yaamuru, hayatawanyika kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, mwana Mungu aliye hai. Kila changamoto alionayo sasa, naachilia nguvu, naachilia uweza, naachilia mamlaka, ikaguse maisha yake. Yesu, gusa afya yake, gusa maisha yake kwa damu ya Yesu Kristo. Tangu sasa naachilia kibali.
Roho wa Mungu tembea katikati yake Bwana. Achilia neema ya uzima, achilia neema ya uzima, achilia neema ya uzima katika jina la Yesu. Na changamoto zingine zote alizonazo Bwana, haja ya moyo wake ukamtimizie katika jina la Yesu Kristo. Pokea kwa jina la Yesu, pokea kwa jina la Yesu. Neema ya Bwana ikuatamie, ikuwezeshe sasa, ikuinue sasa, ikubariki sasa. Rebo shakata, moto wakao, moto wakao, moto wakao, moto wakao, moto wakao, moto wakao utembee juu yako katika jina la Yesu. Moto wakao, moto wakao, moto wakao katika jina la Yesu. Pokea, 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 pokea katika jina la Yesu. Pokea, 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 pokea. Neema ya Bwana itembee juu yako, ikufunike sasa. Kila liloharibika likatengenezeke kwa damu ya Yesu. Pokea kwa neema ya Bwana, pokea kwa neema ya Bwana, pokea kwa neema ya Bwana, pokea kwa neema ya Bwana. Yesu akutembelee, Yesu akutane na wewe, Yesu akutane na wewe kama alivyokutana na Samueli. Aseme na wewe, aponye, ainue, afungue. Rikeshaka damu ya Yesu Kristo yenye kunena, yenye kunena, yenye kunena, yenye kunena, yenye kunena. Iguse sasa maisha yako, yafunguliwe sasa, yaponywe sasa, waachiliwe sasa yote yaliyokufa kwenye mikono yako. Reshakata. Yesu akuinue tena, Yesu akukumbuke tena, Yesu akuguse tena katika jina la Yesu. Neema ya Bwana, neema ya Bwana, neema ya Bwana ikufunike, ikuwezeshe, ikupe kibali kuanzia sasa. Yote yaliyopita kwenye ufahamu wako, yote yanayopita kwenye akili zako, leo sasa yafunguliwe, leo sasa yaponywe katika jina la Yesu. Pokea neema ya Bwana, pokea neema ya Bwana, pokea neema ya Bwana. Yote yaliyokufa mbele yako sasa yarejeshwe kwa jina la Yesu. Uhai urejee, uhai urejee, uhai urejee katika jina la Yesu. Pokea neema ya Bwana, pokea neema ya Bwana, pokea neema ya Bwana katika jina la Yesu. Pokea neema ya Bwana. Yote yaliyokufa mbele yako yakainuke sasa katika jina la Yesu. Magonjwa yaliyotajwa ndani yako sasa yafunguliwe katika jina la Yesu. Toka achilia adui, toka achilia adui, magonjwa yakaachilie. Rababoshaka. Damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo. Njoo mama, wewe unataka kufanywa mtoto wako operation, njoo hapa, njoo hapa. Yeketera basaka. Kama ulibaki, kama uliambiwa utafanyiwa operation kwa sababu ya hiyo changamoto, tulia kwenye huo mstari usiondoke. Tulia kwenye huo mstari usiondoke. Reka shaka. Kwa tatizo jingine unaweza ukarudi kwenye kiti chako. Repo sakata. Ila wale ambao waliahidiwa kufanyiwa operation kwa namna moja ama nyingine, Yesu sasa anatembea. Damu ya Yesu Kristo. Yesu tembea ndani yake, katika tumbo la uzao wake, katika jina la Yesu. Bwana, 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 kwetu hayatatoka mapoza, hayatatoka mapoza, hayatatoka mapoza, hayatatoka mapoza. Nauliza tena ndani yake uzao kwa jina la Yesu. Uzao ulio hai, uzao ulio imara kwa jina la Yesu. Changamoto ile isiwe changamoto yenye kuzalisha changamoto. Leo kwa jina la Yesu nafuta kila agano kwa jina la Yesu. Pokea neema ya Bwana, pokea neema ya Bwana. Tumwombee bibi Penda. Robo shakata. Damu ya Yesu Kristo. Baba, na kuinua bibi yetu, bibi yetu, bibi yetu amekuwa hawezi. Wakasema ni kansa, wakasema ni kisukari, wakasema ni pumu. Robo shaka. Damu ya Yesu Kristo yenye kunena mema, natamka uponyaji juu yake, natamka uponyaji juu yake, natamka uponyaji juu yake. Namleta Grace mikononi mwako Yesu. Naomba neema yako iwe pamoja naye. Mfunike Bwana kwa damu yako ya thamani pale alipo, katika jina la Yesu. Wote walioko hospitalini na waliotoka hospitalini, Yesu tunawaacha mikononi mwako. Kawaponye, kawaponye, kawaponye katika jina takatifu la Yesu. Amen. Asante, mwekee Yesu makofi mazuri. Asante sana.
Asante sana. Asante sana. Haleluya. Naomba tuketi. Jambo zuri, Mungu awabariki sana. Amen. Mimi naishia hapa. Tukutane Jumatano. Wapendwa, nimekuwa sio afya. Na hii hapa kwa sababu tuko kwenye wiki la mfungo. Nimekuwa sio afya. Hii wiki iliyopita sijapenda mahudhurio yako. Naomba uheshimu kwamba Mungu akikuita kuna jambo, hudhuria kwenye sio jambo la kujiuliza mara mbili niende nisiende. Yaani hapo kataa. Pinga hiyo nguvu ya giza inayokusumbua. Kataa. Yaani hiyo sio niende nisiende. Niende. Ndio neno moja linatosha. Kwa hiyo jitahidi, nikuombe mtu wa Mungu, jitahidi sana. Kesho saa 11. Tena tumeweka saa 11. Nilisali moja. Mimi nimesema lisali saa. Hatupiti hapo. Saa 11, 12 hatupo. 11 kamili tunaanza maombi saa 12. Nilisali moja tu. Kwa hiyo kama ujumbe ni wa kusoma kifungu na kuendelea. Kusoma hii wiki ni dhaifu sana. Umepigwa wapi? Sasa kama Mungu anakubariki unafanya kazi kiasi hicho, mbona hamna fungu la 10? Sasa mbona unajibebea laana zisizokuwa na sababu? Yaani dhambi unaongeza dhambi, kosa unaongeza kosa. Tunaambiwa kuna kosa na dhambi. Kwa hiyo unaongeza kosa juu ya kosa, kosa juu ya kosa, kosa juu ya kosa. Mwisho wa siku si inazaa dhambi. Bwana tusaidie sana. Kwa hiyo naomba jitahidi wiki hii. Kesho tunakutana saa 11. Ila Jumatano tumeshapanga hawa na vijana. Tutakutana ile mapema. Ni saa ngapi? Saa 3? Au saa ngapi? Saa 3, saa 4. Muda wa kujenga jukwaa. Jumatano. Saa 3. Kwa hiyo vijana wa kiume saa 3. Lakini sio tu vijana wa kiume. Niwaombe mabinti pia na wamama pia. Wote. Sehemu ambayo tunataka kufanyia mkutano lazima isafishwe. Iwekwe mazingira vizuri kabisa. Na ukumbuke tunafanya Jumatano, Alhamisi ndio nani yenyewe. Sawa? Kwa hiyo sasa tuje Jumatano kwa uaminifu, tuje tusafishe mazingira. Nilisema kwa Nicolaus tumepewa pale mbele tukiweza, na nimepangalia pazuri tu. Na nimepima jua linavyokuja mpaka jua likifika la saa 10, saa 11 kimvuli chote kinakuwa kimerudi huku. Kwa madhabahu itakuwa kwenye kimvuli tu. Hakuna shida. Labda yule ndugu atupe wazo lake la mwisho kwamba anaturuhusu. Amina jamani. Inabidi kesho mwanze maombi ya kufuatilia kibali. Sababu tuko maeneo ya kanisani sio mbaya, lakini tunahitaji kibali. Amen. Asante. Mimi nimemaliza. Karibu mzee. Hapo basi njoo mzee wazao. Makofi basi kwa Bwana Yesu. Makofi mazuri kwa Bwana Yesu. Asante. Amen.